Today we can confirm with Honorable Dr. Stephen Kalonzo Musyoka that yes, we have been talking to Dr. Fred Matiang'i and we've had a cup of tea and we'll have many more cups of tea. Today also we can confirm, and you'll hear it from Dr. Stephen Kalonzo Musyoka himself, it's been a rumor that we've been having some cup of tea with Rigiji, the man from Nyeri County, Mathira, Wamunyoro village. When some people called Rigiji a villager, they never knew that Mukiguza Murima, his village can become this famous. I don't think kuna kijiji after Sugoi that is as famous as Wamunyoro today. So today, I want you to hear from these two leaders. You've heard from Fred, but also from DAP Kenya. I want you to hear it from me and to hear it from the DAP headquarters today. And what I want to tell you is that I took over this party on 14th of January, 2022. And my party did not just give me the leadership position in this party after Honorable Wafula Wamunyinyi. This party honored me to be the flag bearer in the presidential race of 10th of August, 2027. In the last general election, this party did not field a presidential candidate. This party supported the Right Honorable Raila Amolo Odinga with Honorable Martha Wangari Karua. That is the team that we supported in Azimio. So today I want to say this from Chui House, for the avoidance of any doubt, that DAP Kenya has a presidential candidate. Secondly, we want to say this, that DAP Kenya supported an Azimio candidate, but as you know what has happened to Azimio, wanasema mpanda farasi wawili hupasuka nini? Mnajua ya kwamba Azimio ilipanda farasi wawili mwaka jana na ikapasuka nini? Ikapasuka msamba. Nusu ya Azimio ikaingia kwenye serikali ya Zakayo inaitwa broad-based government. Nusu ya Azimio ikabaki kiongozwa na Stephen Kalonzo Musyoka. So what Philip Kisia is telling you today as we stand here, that yes, in the last journey to the last general election, DAP was Azimio Damu, was Raila Odinga supporters for the presidency. But as we speak, after ODM and others entering the broad-based government, my party made a resolution that it was no longer tenable for us to continue being part of a coalition that it does not know whether they are in government or they're in the opposition. So hiyo farasi ilipopasuka msamba, wana DAP Kenya wakasema, we start a new journey, we look for new friends, we look for new partners, we look for a new coalition and a new path towards the formation of the next government. So today, for the avoidance of any doubt as you live here, we want you to know this. As Philip Kisia has said, Philip, I think you are going to be the mortician. Let us tell Kenyans the truth. Azimio died last year, Azimio is dead as a dodo, and Philip Kisia will do the honorable duty of being the mortician. Today from Chui House, the second thing I want to say is that we are starting a new journey. We are opening a new chapter. The formation of a new coalition that is going to form the next government of the Republic of Kenya. So that we want to be clear as we speak. To our neck, I want to thank you for the authority you gave me to start reaching out, seeking new friends and partners. And kijana akianza kuchumbiana
lazima ifike wakati analeta marafiki nyumbani, kuleta mchumba wake nyumbani. Ndio sababu leo nimesema niwaite nyote viongozi wa chama hiki kutoka kaunti zote za Kenya, muone wale marafiki ambao mlinituma niende niongee nao. Mnipe ruhusa siku ya leo, kutoka leo, ya kwamba kama mumeidhinisha marafiki ambao nimeleta nyumbani siku ya leo, tuanze hiyo safari mara moja. Na wauliza wana NEC, wageni wetu mtatulia kidogo, mko hapa, munakubali huyu Stephen Kalonzo Musyoka, kiongozi wa Wiper, tuungane naye, tufanye kazi naye, tuunde muungano mpya na tuunde serikali ijayo? Hiyo mmekubali? Makofi kwao jamani. Leo pia hapa tuko na Senator Onyonka ambaye ametumwa na ndugu yetu Fred Matiang'i. You've heard from him. Na wauliza ruhusa yenu, sababu vile nimesema nimekuwa natafuta marafiki. Leo nimewaleta nyumbani. Fred amekuwa kule nje, ameongea na Mheshimiwa Kalonzo, ameongea nami. Na wauliza leo mnakubali tuweze kuungana na tufanye kazi na Dr. Matiang'i na timu yake? Leo tuko na Rigiji, the truthful man, the second deputy president of the Republic of Kenya. Malala amenibia siri kidogo, amesema iko gari mpya iko inakuja, iko inaundwa, inatayarishwa hivi karibuni. Tukitoka Chui House, Rigiji atakuwa anatualika kwake, iwe wa Munyoro, iwe wapi, tujue jina la hiyo gari na tujue jina la hiyo chama, na tusemezane naye na watu wake kama wanakubali tutembee pamoja. Lakini leo hata kabla hatujajua jina la gari lake, na wauliza wana NEC, munakubali tushikane na huyu Rigiji, the truthful man? So nimeeleza kuna wengine, tutakuwa na mikutano nyingi, Mheshimiwa Martha Karua, Peter Munya na wengine. For now, vile tumeanza, mmetuona wanne hapa, we will continue broadening and strengthening this opposition team and the new coalition. Jina ya chama cha Gachagua mtajua hivi karibuni, na jina la muungano wetu mpya, there will be a special day for consultations and for unveiling. So when that day comes, tukiwaalika, haitakuwa Chui House tena, muwe tayari, safari inaanza leo. Siku hii pia is a special day. Tumekuwa tunasukuma mambo ya IEBC. William Ruto has deliberately blocked his reconstitution of IEBC. We have by-elections all over Kenya. I think we have almost over 6 MCAs. Tuko na wabunge nafikiri wawili. Ona mbunge nafikiri wa Magarini sijui wapi, Lagdera. Hawa wamekaa bila representation, and this is in violation of their political rights under our constitution. And as we speak, the main delay imekuwa wanaojipanga, they broaden their government, wanangoja uchaguzi wa AU. The other issue why there has been deliberate delay, sababu huyu jamaa anaogopa by-elections. Saa hizi kukiwa na any by-election, vile aliguza Mrima, mtu wa Munyoro si atamunyorosha huyu jamaa. So there are many reasons why William Ruto has been hesitant to get IEBC in place. Saa hizi kukiwa na by-election anywhere, hata wakae huko Western sijui siku ngapi, wamekaa 6, hata warudi mara 60. Tuko tunajipanga. Vile umeona timu yetu hapa, huyu Malala, PK, natembea wa governor, tuko tunajipanga. Waliambia wasiguze Mrima, wakafanya nini? Wakaguza Mrima.
Huo mlima umeteleza sasa. Mount Kenya wametorokea, nimeona Mount Elgon, sababu wanajua huku kimeumana. Lakini leo tunataka tuwaambie wasifikirie Mount Elgon ndio watakimbilia, na wanakuja na vitu ya kudanganya watu. Ati tumeleta bonus kwa kampuni iliyo under receivership, kampuni iliyokuwa na shida karibu ikufe, ni kama kampuni iko kwa ICU. Sasa hii ni kama Ruto anaenda kwa ICU, labda kampuni imeimprove, imekuja HDU, lakini haijatoka hospitalini. Mumias still ailing. Ni kama unaenda na peremende unapea mgonjwa kwa ward na ako na tumor, afurahi hiyo siku moja na umwache na ugonjwa wake. Hiyo ni ungwana kweli jamani? But the real problems affecting Western Kenya, the sugar industry is ailing. Why didn't you go to Nzoia? Wakulima hawajalipwa almost 500 million. Wafanyikazi hawajalipwa almost 1 billion. So instead of going to Nzoia Sugar Company, uende ulipe wakulima, ulipe wafanyikazi, unaruka hiyo, you take 150 million kwenda hapo Mumias. Mimi, which is under receivership. The last time tulienda na Uhuru Kenyatta Mumias, we took 1.2 billion. Leo nakumbuka tulikuwa Mumias. Rais akienda pahali lazima aende amejipanga sawa sawa. Mimi ilikuwa rais akinituma kule Nzoia, the minimum angenituma nayo was 500 million. Tukiwa na huyu wa Mnyinyi akiwa mbunge wa Kandui. At no time have I gone to Nzoia na 100 million or 150 million. Hiyo sio kazi. Rais hawezi peleka pesa kidogo kama hiyo na unataka upigiwe makofi. Hiyo ni kazi angepea Salasi aenda afanye. Hiyo ni kitu angetuma hata PS wake na wasitangaze. So there's a problem. He wants to hoodwink the Western region because the entire mountain region has turned against William Ruto. Eastern region kwa Kalonzo iko locked, hapati chochote. So the only region anakimbilia ni the Western region. Na kile strategy amekuwa nayo, anataka anunue vyama vyote Western Kenya, aweke kwa mfuko. ANC ya Musalia ameweka kwa mfuko. Ford Kenya ya Wetangula iko kwa mfuko. Sasa hata ODM bwana Oparanya pia anakula peremende pole pole na Zakayo. Leo nataka niseme from Chui House, DAP headquarters. William Ruto, you can buy all the parties in Western Kenya, but you will never buy DAP Kenya. Nataka leo niambie William Ruto from the headquarters ya Chui House hapa. William Ruto, you can buy all the presidential candidates in Western Kenya kuunge mkono. You will never buy Eugene Wamalwa. Uwe tayari tukutane kwa debe wewe. We are ready. Leo pia nataka niambie kwenda kuwinda. Kama kuna mnyama anajua kuwinda sana, ni huyu mnyama anaitwa chui. Chui anajua kuwinda sana. Na wewe ukienda kuwinda chui, Wakikuyu wanasema garei tago na mudo na mudoni. Chui sio rahisi kuwinda namna hiyo. Sasa leo nataka niwaambie sisi tumeenda mawindoni. I was there with my late brother na Kibaki na Ngilu. Walianza kunywa chai watu watatu. Vile tunakunywa chai tuna Kalonzo na Gachagua. Waliunda serikali hawakuunda. Kuna wakati mmoja aliuliza wanaume wawili wanafanya nini na mama mmoja kutoka Ukambani kwa hoteli kila siku. Kumbe serikali inafanya nini? Inaundwa. I want to tell you my friends today. I might be a young man but I'm a bit politically experienced. Mimi nilikuwa hapo na my late brother Wamalwa wakikunywa chai wakiunda serikali. Wamalwa alitoka Western, alikuwa na rafiki yake kutoka huko Nyeri na rafiki yake kutoka Ukambani, wakaunda serikali. Forming a government sio kitu cha muujiza, ni kitu cha watu kukaa na kupanga pole pole. This is how governments are formed. And today from Chui House, if you doubt me, let me tell you today, the next government of the Republic of Kenya is being formed here today.
Mimi nilikuwa na Uhuru na Ruto. Tulikuwa vijana katika ile serikali ya Kibaki. Tukaunda kitu inaitwa G7 na huyu Kalonzo. Tukajipanga, wenzetu wawili, Uhuru akafaulu akaingia, Ruto akafaulu akaingia, mimi na huyu Kalonzo ndio bado tunajaribu. Lakini tunaamini ya kwamba wakati umefika. Tukishikana na huyu Rigiji, Onyonka na wengine, serikali tutaunda. And we started kikombe cha chai tu, and we formed that Jubilee government. So today I can tell you, for William Ruto, hata afanye nini, the die is cast. I have no doubt in my mind, and I want to urge you today, mukitoka hapa, please go back and start working. IEBC is being reconstituted. The electoral journey of Kenya began this morning, and the formation of the next government starts also this morning. Let us work together. Let us work together. Let us look for the Gen Zs. Those young people I've shown you here, in your constituencies, in your counties. Those are the game changers. Those are the people who are going to decide the next election. Muatafute, let's mobilize them. Let us register them as voters. Let us push for the IDs. Mwisho, I want to say this, what my brothers have said from Western. We hosted Stephen Kalonzo Musyoka in Western. We were in Kakamega. We went to Trans Nzoia. Watu wa Western wako tayari. They are ready for us. We hosted Bwana Rigiji, and we saw the reception in Kakamega. Leo nataka niwaambie, yale wenzetu wamesema Western the last 6 days does not represent the position of the people of the Mlembe Nation. Yule alitamuka anaitwa Dan Wanyama. Dan Wanyama mimi ndio nimemleta kwa siasa. I was his party leader Newford Kenya. Ni kijana mstaarabu kabisa wa Salvation Army. Kila Jumapili amevaa mavazi meupe. Hajawahi tamuka mambo kama hayo. When I was his party leader, he never did. Wakati ameingia UDA, kapata party leader mwingine anaitwa Ruto, ameharibu mtoto wetu jamani. Because ile script Dan Wanyama amesema akiwa Bungoma, sio script ya Dan Wanyama, ni script ya William Ruto. We know Ruto because we know he has been there. 2007, 2008. The 41 against 1 line. That was Ruto's script, and he was the chief architect of the 41 against 1 when he targeted one community. And he ended up at The Hague. William Ruto, I want to tell you today, do not try to go down that road again. We will not allow you to isolate any community. We will not allow you to demonize any community. That will make you a candidate for impeachment. If you have impeached Gachagua because of tribalism, then isolating Mount Kenya, demonizing Mount Kenya, makes you a tribalist and a candidate for impeachment and a candidate for ICC. We will take you back to ICC, this government. Hiyo tunataka tuseme leo wazi. That we will not compromise. Kenya will remain one indivisible nation under God, as it is enshrined in our constitution. We will not allow ourselves to be taken back. And we challenge NCIC. Why is it that hawa watu wanatoa matamshi yanaogawanya nchi kwa misingi ya kikabila? Dan Wanyama hajashikwa hadi sasa. Iko gavana Otuoma wa Busia ambaye ameonya hataki aone Gachagua ama huyu Kalonzo wakitembea Western Kenya. Why have they not been arrested up to now? We want to tell NCIC, Waswahili wanasema usipoziba ufa utajenga nini? Ukuta. Wazungu wanasema stitch in time saves 9. We want to tell this government, let us teach this thing in time. We will save 9. We will save lives. We can never go back down that road. Yeah, 2007, 2008. That is where DAP stands. So sitaki niseme mingi, nina wageni, nataka pia waje waseme nanyi. But to tell you that as DAP, we're very proud of our stand on corruption, because we are dealing with one of the most corrupt presidents in the history of Kenya and in the history of Africa. Na juzi ameorodeshwa kuwa the most corrupt president in the world. Can you imagine
someone ametambuliwa na dunia yote kuwa rais mfisadi kwa wote, ati ndiye anakuja Western kutusomea mambo ya ufisadi. You're not qualified to talk about corruption. You are the chief priest of corruption. Yani, huyu jamaa is the most corrupt president in the world. Sio Rigiji amesema ama Kalonzo ama mimi. Dunia nzima inatambua. Kule Kenya, pahali inaitwa Sugoi, kuna jamaa anatoka huko ati ni rais wa Kenya and he is the most corrupt. So, hayo ndio mambo tutaka tuseme. You've earned that title, Bwana Ruto, but we are about, because we must end corruption in Kenya, we are about to give you another title. The title you have is belonging to the legion of extraordinarily corrupt presidents of the world. It's a very dishonorable title. We'll give you a lesser dishonorable title, and that is the title of joining the ranks of the one-term presidents of Africa. We want you to join Goodluck Jonathan of Nigeria, Bwana Ruto. We want you to join George Weah of Liberia and the president of Botswana and Ghana. You are going, and this is the team that is going to send you home. Mtuangalie vizuri. This is the team that is itafanya Kasongo asonge paka wapi? Sugoi. Muko tayari jamani? Muko tayari? So, Leo, we want to hear from our two brothers. We are very, very lucky that in this neighborhood, Mheshimiwa Kalonzo was the first to come here. In fact, yeye ndiye angekuja anikaribishe hapa leo because we are in his neighborhood. Yani sisi ni majirani, opposite this gate, Wiper, wako hapa nje. Lakini namshukuru sababu amenisaidia kupata makao hapa. Your Excellency, nitaomba ya kwamba huyu Rigiji pia tumtafutie tu kasamwe hapa. Because as we form the next government, we want to be consulting very closely. So Rigiji, kuna makao mazuri hapa tu. We would like you to be our neighbor also. Na Onyonga ambia Fred pia kuna maofisi zingine. Ujue Kalonzo anajua hii area, he can advise you. So that tunapanga pole pole mambo ya serikali ijayo na vile tunasongesha Kasongo wapi? Sugoi. So nataka kwa heshima nialike Mheshimiwa Kalonzo.